Leo nataka ni share na nyie somo linasema Man on Three Dimension au Threefold Nature of Man, mwanadamu katika nafasi tatu au katika pati tatu. Nafasi ya kwanza ni roho, pili ni nafsi, tatu mwili. Ni ngumu, watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya roho na nafsi, kwa sababu ni vigumu kutofautisha kati ya roho na nafsi, lakini ni vyepesi sana kutofautisha kati ya roho na mwili au nafsi na mwili kuliko kutofautisha aidha ni roho na nafsi. Lakini nataka ujue kwamba hivi vitu ni tofauti. Roho ni kitu kingine na mwili ni kitu kingine na nafsi ni kitu kingine. Japo kuna watu wengi sana wanaamini kwamba roho ndio hiyo hiyo nafsi, kwa sababu hawajajua jinsi ya kuzitofautisha. Lakini leo nimekuletea habari kwamba roho sio nafsi na nafsi sio roho, ni vitu viwili tofauti. Sasa nataka tuangalie Biblia ilielezea nini, tuthibitishe kwamba kweli roho ni kitu kingine, nafsi ni kitu kingine. Tasoma Biblia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Biblia inasema kwamba Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia hapa ishaonesha kwamba kumbe anaposema Mungu wa amani awatakase nyie nafsi zenu, roho zenu na miili yenu, tayari ameonesha threefold nature of man, three dimension. Kashaonesha kwamba binadamu kumbe ana mwili, ana nafsi, ana roho. Tuanze pati moja moja. Roho kwani ni nini? Roho ni nafasi ya mwanadamu ambayo imetengenezwa kudili na ulimwengu wa roho, kufanya kazi katika ulimwengu wa roho, kwamba tunasema the spirit is a dimension of man that deal with the spiritual realm, the part that knows God. Roho imeumbwa kwa ajili ya kuoperate katika ulimwengu wa roho. Afu roho yenyewe pia asili yake ni ulimwengu wa roho, ni mbinguni. Yaani roho ndio inayemjua Mungu zaidi. Hapo nadhani umenielewa kwamba roho imetengenezwa kwa ajili ya kuoperate katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao hauonekani kwa haya macho yetu ya kawaida, lakini ulimwengu ambao ni halisi na unaonekana katika ulimwengu wa roho. Tuache hiyo pati. Na kuja nafasi ya pili ambayo ni mwili. Mwili tunasema is a dimension of man that deal with the physical realm. Physical realm. Physical ni kitu kinachoshikika, kwamba ni ulimwengu wa asili, kwamba mwili umetengenezwa kwa ajili ya kufanya kazi au kutenda kazi katika ulimwengu wa asilia huu unayeshikika wa kawaida. Kwa hiyo tunaita physical realm, kwamba is a part of man that deal with the physical realm. Tumebakisha kitu kimoja ambao ni nafsi. Sasa nafsi ni nini? Nafsi tunasema the soul is a dimension of man that deal with the mental realm, yani man's intellect. Mental realm ni ulimwengu wa akili, kwamba kumbe tunaposema na mental realm ni kuhusiana na reasoning. Mtu unapo reason hapo umetumia nafsi. Akili, unapofikiri, unapo think, zile ni nafsi. Kwa hiyo kumbe tumepata kuna ulimwengu tatu tofauti. Kuna spiritual realm, kuna physical realm na mental realm. Kwa hiyo kumbe umeona kumbe nafsi ni kitu kingine, nafsi ni akili, nafsi ni utashi, ni reasoning. Sasa umeelewa? Wale ambao mlikuwa mnachanganya kwamba nafsi ndio hiyo hiyo roho, nadhani hapa mmenielewa kwamba nafsi ni kitu kingine, roho ni kitu kingine. Sasa kuna hoja nyingine nasema kwamba kwa nini una roho lakini huwezi kuoperate vizuri katika ulimwengu wa roho? Kuoperate katika ulimwengu wa roho ni kuweza kuingia ulimwengu wa roho kwa maamuzi yako binafsi, yani ulimwengu usioonekana. Tunapoona wachawi, waganga, waga wanaweza kufanya kitu katika ulimwengu wa roho, ulimwengu usioonekana. Kwa maana mchawi anaweza akakujia hapa afu usimuone, au mashetani, majini yanaweza akaja hapa usiaone, kwa sababu hayaji katika ulimwengu wa kawaida, inakuja. Sasa hilo ni somo lingine, jinsi ya kujua kuoperate katika ulimwengu wa roho. Ni data nyingine ambazo nitajifundisha kipindi kingine.